Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa salama, amekuwa akifuatilia madarasa haya, ikiwa ni series ya video 100 ambazo nimezitoa kama shukrani kwa wote ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii ikiwemo TikTok, Facebook, Instagram na YouTube, iko lengo la kujifunza au kupata maarifa mbalimbali ya kiafya ambayo na dini na mwili wa binadamu. Inawezekana ikawa ni hekima ambayo mwisho wa siku ukiipata inaweza kufanya mwili wako ukawa sehemu salama kabisa kwa kuweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa sahihi kabisa. Lakini jambo la pili ni psychology, ambapo vitu vinaendelea au tabia za watu ambazo zinaweza kupelekea ukaathiri mwili wako. Lakini jambo la tatu ni jambo la health ambayo nazungumzia hapa. Sasa health tutazungumzia vitu vingi sana, lakini tutadili na mama au tutadili na mwanamke, ambaye ni vitu gani ambavyo anapaswa kujifunza na kuhakikisha anakuwa salama kabisa. Wewe mwanaume, kama utakuwa na changamoto ya kiafya ambayo inahusiana na afya yako, basi unaweza kuniuliza kupitia comment, au kama nitakuwa na darasa ambalo litakuwa linawasumbua wengi au jamii imekuwa ikisumbuliwa sana, basi nitakuja na solution ya kuweza kuwaeleza hapa au kukupa maarifa ya hilo jambo kabisa na kuweza kutatua changamoto ambayo inaendelea katika jamii. Sasa leo ni darasa la 24 ambayo tumekuwa tukiendeleza namna au tukilinda maumivu ambao wanawake wengi huwa wamekuwa wakitokewa, hususan pale ambapo wanakuwa katika hedhi. Ni hatua gani za kuchukua au vitu gani vya kufanya ili kuhakikisha anakuwa salama. Sasa baada ya kuona hatua za kuchukua au vitu ambavyo vichache ambavyo mwanamke anapaswa kuvifanya na kuwa salama wakati ambapo anakuwa katika hedhi au ambapo anaelekea katika hedhi, sasa kuna vitu ambavyo ni vya msingi, kwa sababu watu wengi wamechukulia hedhi kama vile jambo ambalo lazima liambatane na maumivu. Haijalishi ni maumivu aina gani, hizo ni ya kawaida au makali sana, lakini wengi wametafsiri kama hedhi, ukipata hedhi lazima uwe na maumivu makali sana, ambao wengi wao wamekuwa wakitafuta msaada, lakini wengine wamekuwa wakipuuza kwamba kwa kuamini hedhi lazima iambatane na maumivu. Wengi sana wanapitia hii changamoto, lakini hawajui hatua za kuchukua, kwa sababu wanaamini kila hedhi lazima iwe na maumivu. Sasa nakutajia leo maumivu ambao unapaswa kuchukua msaada au kwa kuweza kumwona daktari na kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Ni wakati gani wa maumivu si ya kuvumilia tena? Sasa wewe nakupa alert au nakupa mwongozo wa kujua ni maumivu gani ambayo sasa mimi napaswa kuchukua hatua, na maumivu hayo yakitokea ni basi wewe kuweza kuchukua hatua ya kumwona daktari na kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote. Maumivu makali yasiyopungua na dawa. Kuna watu wametumia dawa mbalimbali ambazo zinaweza kushusha ile maumivu ambayo anayo, inawezekana ni dawa za hospitalini au dawa za mitishamba ambazo anaamini kwamba inaweza kupunguza maumivu ya hedhi ambayo anayo. Lakini inapotokea bado imekuwa kubwa sana, usiache kupuuza, kwa sababu mwili wako utakuwa tofauti. Inawezekana ukawa na uvimbe au inawezekana matatizo mengine ya changamoto ya uzazi, ulipima kwa daktari na kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Kwa sababu gani? Kama unaweza kutumia dawa na bado haijashuka, hajaishi dawa gani za hospitali au za mitishamba, na wanaamini hizo dawa wengine wametumia na wamepona, au huyo mtu dawa aliyokupa amehakikisha yeye amepona, au amefanya utafiti au amekuwa akizitoa na kuweza kuwasaidia wamama ambao wana changamoto ya hedhi au maumivu ya hedhi wakati ambapo wanakuwa katika hedhi, na wewe bado hajakusaidia na umeshindwa kupata msaada moja kwa moja, ni vyema bado kuendelea kutafuta maarifa na kujifunza ni kitu gani ambacho kinaendelea katika mwili wako. Sasa kuna sababu nyingi ambazo nilieleza katika madarasa ya nyuma, kwa sababu ni maumivu yanatokeza wakati wa hedhi, siku chache kuelekea katika hedhi au baada ya hedhi, kwa sababu mwanamke anapitia maumivu haya. Na nilisema kwamba ni hormone ambayo inaitwa prostaglandin ambayo inazalishwa kwa wingi sana mwanamke ambapo anakuwa katika hedhi, ambayo inafanya mikunjo ya mishipa ya uzazi au mikunjo ya alea ya uzazi katika tumbo la uzazi na kuruhusu ile tishu ambayo imetengenezwa ikiweza kutoka na zile damu, ili kuruhusu mwili kutengeneza ukuta mpya ambao utaruhusu ujauzito mwingine kutokea. Kwa hiyo kama hujafuatilia madarasa, vivyo ukarejea tena ili kuweza kupata ama darasa anakuwa na sehemu salama kabisa, unajua ni kitu gani ambacho watu tunazungumza hapa. Lakini jambo la pili ni kutapika mfululizo. Kuna watu ambao wakati wa hedhi huwa hawawezi kula au wanashindwa kula kabisa, ambayo kushindwa kula huku kunapatana maumivu ambayo wanayasikia, aidha ni ya kichwa au maumivu mengine ya tumbo au katika mfuko wa uzazi, mwake anapelekea kushindwa kula na amekuwa akitapika mara kwa mara, akila anatapika mara kwa mara. Huyu ni mwanamke ambaye anapaswa kuchukua hatua na kuhakikisha afya yake inakuwa salama kabisa. Na jambo jingine ni mwanamke ambaye anapoteza fahamu kutokana na maumivu. Kwa hiyo hao ni wanawake au kundi la wanawake ambao wako wachache, lakini ukiwa nalo au ukiwa naye nyumbani ndio utajua kwamba hili tatizo lipo. Ni vizuri sana ukazingatia. Kwa mwanamke ambaye unahisi maumivu makali sana wakati wa hedhi, haijalishi umetumia njia zote ambazo zinaanza kupunguza maumivu, ikiwemo kutumia vyakula vya magnesium, usiache kutumia kwa sababu ni vyakula vya msingi sana. Siku moja tutakuja kueleza namna gani ambapo unaweza ukatumia vyakula vya magnesium na zinki na vyakula vingine ambavyo huwa vinakuwa msaada moja kwa moja kuweza
kushusha maumivu ya hedhi au kurekebisha mayai yako na kuwa katika sehemu salama kabisa. Kwa hiyo huyu mwanamke anayepoteza maumivu au anapitia changamoto ya hedhi yenye maumivu na kupelekea kupoteza fahamu kutokana na maumivu makali sana, huyu pia anapaswa kumwona daktari. Lakini mwanamke ambaye anapoteza damu nyingi sana, hedhi yake imekuwa ikiambatana na maumivu makali, lakini pia mwanamke ambaye anapoteza damu nyingi sana ambaye anaweza kupelekea kupoteza damu nyingi sana, kupelekea kupoteza fahamu, huyu pia ni kundi la mwanamke ambaye anapaswa kumwona daktari mapema zaidi kuhakikisha afya yake inakuwa salama pale ambapo anahitaji kujilinda na kuwa sehemu salama kabisa. Maumivu yanaanza ghafla na tofauti. Tushazungumza katika darasa la 23, mwanamke ambaye anapitia maumivu ya kichwa, huyu inabidi amwone daktari, hususan yule ambaye anapitia maumivu ya kichwa lakini anapitia hali ya kichefuchefu na kutapika. Kwa hiyo huyu pia ni miongoni mwa mwanamke ambaye anapaswa kumwona daktari mapema zaidi, kwa sababu mwisho wa siku kukosa usingizi, kupata wasiwasi au maumivu kuwa makali sana yanaweza kupoteza maisha au kupoteza damu nyingi sana kama tulivyosema, au kupoteza fahamu na kupelekea kupitiliza moja kwa moja ukaenda kwa baba. Kwa hiyo ni jambo bora msingi na kuweza kuzingatia kuhakikisha afya yako inakuwa salama kipindi chote ambacho utahitaji utakuwa katika hedhi. Lakini kusikiliza mwili wako ni sehemu ya hekima, si udhaifu. Hii ni mada ambayo nitakuja siku moja kuizungumza, kwa sababu gani mwili wako unapaswa kusikiliza zaidi na kujua ishara zote ambazo huwa zinaendelea katika mwili. Wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto, lakini ishara zao zimekuwa zikijitokeza mapema zaidi, au kuna kipindi ambacho mwili unaanza kubadilika kutokana na mvurugiko wa homoni au kuongezeka kwa homoni. Inaweza kupungua au kuongezeka, lakini ni jambo ambalo mwanamke anapaswa kulizingatia sana, kwa sababu matatizo mengi ambayo tunayaona huwa yanakuwa yamejitokeza mapema, lakini mwanamke anakuwa hajui. Tuchukulie mfano wa kawaida ambao wanasema wanawake wengi kwamba uzazi sasa hivi umekuwa ni changamoto. Haya ni maarifa ambayo mwanamke anapaswa kupewa, kwa sababu anapopewa maarifa haya anaweza akawa sehemu salama, kwa sababu mwisho wa siku chochote ambacho kinaendelea ni mwanamke alipaswa kuambiwa. Utakapoona chupa imepasuka, ni vyema ukatoa taarifa, kwa sababu utakaporuhusu maji kutoka na hajafika masaa 18 ile amezidi masaa 18 na haujabadilika kujifungua, basi unakuwa katika hatari wewe ya kupata maambukizi na mtoto wako uweze kupata maambukizi na mwisho wa siku kupelekea kupoteza maisha. Lakini ishara moja hapo ambayo inaweza kuonyesha kwamba una maambukizi ni chupa kupasuka mapema zaidi. Kwa ni jambo ambalo lazima ulizingatie. Lakini wanawake wengi wamekuwa na kupuuza au wamekuwa hawana maarifa ambayo yanapelekea haya mambo yote ambayo tunazungumza hapa, na mwisho wa siku mpaka tatizo litapokuwa kubwa au kuweza kushindwa kushika ujauzito ndio anaanza kushtuka sasa kwa sababu imetokea. Lakini ni mambo ambayo yatakiwa mapema zaidi, na kama utakuwa na changamoto ya uzazi au unahitaji kupata maarifa kuhusiana na uzazi, nina kitabu changu ambacho kinaitwa Uzazi Salama, na kama unahitaji unataka mtoto mmoja na zaidi kwa mambo haya, ni kitabu ambacho ni kizuri sana ambacho kitampa mwongozo mama kuanzia mwanzo ambaye anatamani kupata ujauzito mpaka ambapo anajifungua, na mambo ambayo mtoto anapaswa kuzingatiwa. Yaani mtoto baada ya kuzaliwa ni vitu gani ambavyo mtoto anapaswa kuzingatia kuhakikisha afya yake inakuwa salama. Kwa sababu gani? Yote haya nimeandika humo baada ya kufanya kazi kwa muda usiopungua miaka 5 katika kitengo cha mama na mtoto, na kumpa maarifa ambayo ni mazuri au kupata maarifa na kuweza kuyaandika kwa wewe kusaidia wewe mtu mwingine wa kawaida ambaye haujapata. Kwa kitabu hicho kitakupa mwongozo, lakini kwa wewe ambao una changamoto ya hedhi au kutaka kuweza kushika ujauzito kwa kuweza kupitia hedhi yako, kupitia hicho kitabu nimekiandika, au kuweza kukwepa ujauzito kupitia hedhi baada ya kujifungua, basi nimekuandikia mule ndani na unaweza kukipata na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya. Una changamoto ya pressure, una changamoto ya sukari, una changamoto ya pumu, mtoto acheze mara ngapi kwa siku, una maambukizi, utajua na maambukizi, mtoto wako unatoka mchafu, au una changamoto ya kupoteza ujauzito, au una changamoto ya mimba kutunga nje ya kizazi, au una changamoto nyingine nyingi ambazo zinahusiana na afya na uzazi, ni basi kupitia hichi kitabu unaweza kupata moja kwa moja, na kuhakikishia utakapopata maarifa, utakaposoma vizuri, basi utakuwa salama. Naomba tuendelee kushare na kulike na kusubscribe ili kupata maarifa mengi ya kiafya na kuweza kuwa katika sehemu salama kabisa. Lakini usisahau kufuatilia madarasa yangu ya kiafya na psychology na wisdom ambayo natoa kila siku kutokana na mtindo wa maisha ambao unaendelea. Asanteni na mpaka wakati mwingine.